habari ya afya, mtazamaji, karibu kwenye taarifa za Mwambao. Nafahamika kama Mwarabu Jasiri. Mahakama Kuu jijini Mombasa imewahukumu kifungo cha miaka 7 gerezani maafisa wawili wa polisi waliohusika na mauaji bila kukusudia ya marehemu Kwekwe Mwandaza. Maafisa hao wawili, Veronica Gitahi na Isa Mzee, wamepatikana na hatia ya kumuua bila kukusudia marehemu msichana Kwekwe Mwandaza mwenye umri wa miaka 14 tarehe 22 mwezi Agosti mwaka wa 2014 katika eneo la Kinango, kaunti ya Kwale, pale walipokuwa wakimsaka mhalifu mmoja wanaodai alikuwa mjombake Kwekwe. Eric Mwigwi na kina cha taarifa hiyo. The first accused is a single mother with children in university. The second accused is a young man with children in primary level. Justice must be tempered with mercy. Akitoa uamuzi wake, Jaji Martin Muya amesema kwamba maafisa hao hawatalipa fidia kama ilivyokuwa imependekezwa na wakili wa familia ya marehemu Haron Dubi, akitaja kuwa itakuwa jambo gumu kwa maafisa hao ikizingatiwa kuwa watatumikia kifungo cha miaka 7 gerezani. I find it would be not in the interest of justice to order that the accused persons personally and or individually compensate the victims. This would amount to punishment of their families in the event that a custodial sentence is meted out on them. Hata hivyo, wakili wa maafisa hao Gerard Magolo amesema atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Mamake marehemu Kwekwe, Umazizani, pamoja na mshirikisho wa mipango kutoka shirika lisilo la kiserikali la Haki Afrika Francis Auma wamekashifu sana uamuzi, wakitaja kuwa kifungo ni kidogo ikilinganishwa na kosa. Whereas this court appreciates the work or dangerous work the police do, I find a message must be sent to the police that the citizenry of this country have entrusted unto them dangerous weapons to secure their own security, that is of the police and that of the populace. To do otherwise would be unlawful and uncalled for. In the present case, I find that a custodial sentence is warranted and merited. I have borne in mind that the accused persons are first offenders. I have considered all the mitigating factors adduced just opposed against the circumstances of this case and public interest. And I sentence each of them to 7 years imprisonment for the offense of manslaughter, contrary to sections 202 of the Penal Code, and they have 14 days to appeal. Nataka wafukwe maisha kabisa, sitaki kuwaona. Miaka 7 tu peke yake. Tafadhali angaua mimi. Sikuridhisha kabisa ya miaka 7. Na mtu anafungwa miaka 7. Alafu atoka uje muone hapo kwa barabara anatembea. Tafadhali waniue. Human right fraternity hawajafurahia hiyo conviction yao. Wamekuwa convicted 7 years. Tuna feel hiyo ni ndogo sana kumuua Kwekwe, mtoto wa miaka 14. Human rights tunahuzunika. Tuna feel justice haijatendeka vilivyo. Ilikuwa ukweli wa mambo hawa waende for life. Wanatritiwa kama special au kina nani. So next time isiwe ati police wote si wabaya, lakini individually na anti-torture bill atakana ipitishwe haraka iwezekanavyo ndio kuditaa watu kama wale. Na tukiangalia vizuri hata background check kuna allegation kuwa kuna more cases za hao watu. Kwa hivyo sisi tunarudi kupekua, na anavyosema Sheikh Muhuri na Haki Afrika pamoja na other organization like minded, tutaeka kesi kotini. Hatujaridhika na hiyo kifungo. Itakumbukwa kwamba Kwekwe Mwandazi alikumbana na mauti yake tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 2014 baada ya maafisa wawili wa polisi Veronica Gitahi na Isa Mzee kutoka kituo cha Kinango, kaunti ya Kwale, kudai kwamba Kwekwe alijaribu kuwashambulia na panga walipokuwa katika shughuli za kumsaka mhalifu mmoja.
Nikiripotia habari za Mwambao kutoka mahakamani, mimi ni Eric Migwi.